Mimba za utotoni zinatajwa kusababisha wanafunzi wengi wa kike kukatisha masomo katika shule mbalimbali za wilaya ya Songwe mkoani Songwe. Uwepo wa machimbo ya dhahabu jirani na shule katika wilaya hiyo ni sababu kubwa inayochangia wanafunzi wa kiume pia kukatisha masomo yao na kushiriki kwenye shughuli za uchimbaji wa madini kwa lengo la kujikwamua kiuchumi. Mwandishi wetu Ines Tobias kutoka mkoani Songwe anatujuza zaidi kuhusu taarifa hiyo. Wilaya ya Songwe ni moja kati ya wilaya 5 ambazo zinaunda mkoa huu wa Songwe. Mkoa wenye idadi ya wakazi 229,219 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Mkwajuni ndio makao makuu ya wilaya hii. Wapo wilayani hapa maeneo kama Saza, Shanta Gold Mining na Mbangala ni miongoni mwa maeneo yaliyobeba umaarufu mkubwa kutokana na shughuli za uchimbaji wa madini. Umaarufu zaidi wa wilaya hii kiuchumi unachangiwa na uwepo wa shughuli za uchimbaji wa madini na kuifanya wilaya ya Songwe kuongeza pato lake kila mwaka, huku idadi ya ajira kwa vijana ikiongezeka. Fedha ambayo imetoka direct kwenye eneo hilo la madini ni zaidi ya bilioni 1 na milioni 55, ambako unaweza kuona kabisa kama tumekusanya bilioni 2.7, bilioni 1 imepatikana kwenye madini. Kwa unaona ni kwa kiasi gani kwamba asilimia kubwa pia tunategemea madini. 2023-24 tulikusanya bilioni 4.3. Sasa katika bilioni 4.3 fedha ambayo ilitoka kwenye madini ni bilioni 1.8. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunaendelea kupanda siku hadi siku kwenye kuchangiwa kupata kwenye eneo la madini. Pamoja na kukuza uchumi wa wilaya hii, lakini kwa upande mwingine maeneo tajwa kwa umaarufu yamegeuka kilio kwa wazazi na walezi, na hii ni kutokana kuwa kivutio cha watoto wa shule kuacha masomo na kwenda kufanya shughuli za uchimbaji, huku wanafunzi wa kike wakijikuta wakinasa mikononi mwa wenye fedha na mwisho wake kubeba ujauzito. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya wanafunzi 1200 kwa mwaka uliopita katika wilaya hii, wa kike kwa wa kiume, walikatisha masomo yao kwa sababu mbalimbali ikiwepo ujauzito na wengine kwenda kufanya shughuli za uchimbaji wa madini ya dhahabu katika migodi inayopatikana wilayani hapa. Kwa tatizo hasa la watoto kuacha shule ni kubwa, kwa sababu kama unakumbuka mwaka jana ilikuwa ni kwamba kuna wanafunzi zaidi ya 1200 ndani ya wilaya yetu wameishia masomo katikati. Unaweza kuona kwamba takwimu ni kubwa sana. Kitu kinachotuathiri katika halmashauri ya wilaya ya Songwe ni madini. Wanafunzi wengi wanaacha shule wanaenda kufanya shughuli za madini. Na wanafunzi hao wako ambao wanaacha bila kutoa taarifa, na wengine wanakuja makusudi, wanakuja kwenye ofisi ya mkuu wa shule wanamwambia tumekuja tunaomba kuacha shule. Chanzo cha mdondoko ni mambo mbalimbali ya kijamii, ikiwemo shughuli za uzalishaji mali kama vile uchimbaji wa madini. Shughuli hizi za uchimbaji wa madini licha ya kuonekana neema, lakini kwa upande wa wazazi na walezi wanaona kuwa upatikanaji wa madini katika maeneo yao sasa imegeuka mateso yasiyoisha moyoni. Na hii ni kutokana na watoto wao kuwa wahanga wa matukio mbalimbali katika wilaya ya Songwe. Ndio hivyo, unakuta kama hapa ni changamoto kubwa, wachimbaji nini, kwa hiyo hela nyingi. Mtoto wa kike mara nyingi anashawishika sana kwa ajili ya fedha. Naumizwa sana mtoto wa kike anapata ujauzito kabla hajamaliza shule, ndoto yake haijatimia. Nao baadhi ya wale ambao wamebeba matumaini ya wazazi na walezi wao wanaoitwa taifa la kesho hawakubaki nyuma kueleza hisia zao kuhusu kadhia hii ya wenzao wanaokatisha masomo na kwenda kusaka shilingi. Tunajisikia vibaya kwa sababu wengine wanashawishika na vitendo vibaya. Sababu ya kwanza inayopelekea girls wengi kuacha shule, kitu cha kwanza ni tamaa. Na mabinti wengi wanashawishika kutokana na hawa wachimbaji. Najisikia vibaya sana kwa sababu inakopo ni vibaya unapomwona mwenzako ameacha shule. Kwanza najisikia vibaya kwa sababu mimi siko tayari kumwona mwanafunzi mwenzangu anaacha shuleni na kuingia katika matatizo mbalimbali ya mtaani. Kwa mfano, kwa mtoto wa kike anaweza kupata mimba
Pesa ni maua na tena inaua. Waliyasema haya wale walioitwa wahenga, wale wenye dhamana ya kuwalea wanafunzi hawa na kuandaa kuwa taifa na tegemeo la kesho. Wanasema kuwa uwepo wa shughuli hizi umesababisha kupungua kiwango cha ufaulu. Na wakati mwingine wanafunzi wamekuwa wakisema, kwani kusoma kuna faida gani? Kwa sababu waliosoma mpaka chuo kikuu hawana kazi. Lakini mimi ninayefanya nyunga napata shilingi 200,000 at least kwa wiki 2. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wanakuwa na hoja kama hizo na hatimaye wanaenda kuacha shule. Lakini sisi kama wataalamu wa elimu hatukubaliani na hilo.